Leo tumekutanika hapa katika wafanyabiashara kutoka nchini Egypt na wenzetu wa Tanzania katika Tanzania Business and Egypt Business Investment Forum ambayo imefanyika na kuzinduliwa leo na Mheshimiwa mgeni rasmi Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa. Nia ya kuwaleta business forum ya namna hii imewakutanisha wafanyabiashara mbalimbali katika sekta mbalimbali za kilimo, wanaotokea kwenye madawa, madini, lakini wanaotokea katika maeneo mbalimbali ya utalii pamoja na logistics na construction. Wamefika hapa ili kuanza kupata masoko ya biashara ambao wanaendelea kuzalisha katika nchi yao ya Egypt, lakini pia kupata fursa ambazo zinapatikana nchini kwetu. Kama utakumbuka dira ya 2050 inayosema sekta binafsi inatakiwa ichangie 70%, inahitajika kukutanisha wafanyabiashara ambao ni sekta binafsi. Sasa wenzetu wa Egypt wa Misri wamekuja wafanyabiashara mbalimbali, takriban wafanyabiashara 70 kwenda hadi 100 wamekuja kutoka sekta mbalimbali za madawa, za kilimo kama nilivyosema, na vile vile katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika ujenzi wa mabwawa. Wamesema wana uwezo wa kujenga mabwawa, lakini pia wanawekeza katika mambo ya teknolojia. Kwa sisi kama wafanyabiashara upande wa Tanzania tumekuja na sisi kuangalia kuweza kupata fursa hizo, lakini pia kupata partnership kama alivyosema Mheshimiwa Waziri. Tusitoke tu katika forum hii katika kupeana business card tu, hapana. Twende mbele zaidi, tuhakikishe tuna close deal, yani tuna sign mikataba ya mashirikiano. Wenzetu pia wa Misri wako mbele sana kwenye teknolojia ya kilimo, kwenye umwagiliaji. Wana teknolojia kubwa tu sana za kumwagilia. Utakumbuka ule mto Nile unapita kwao. Kwa wana teknolojia kubwa sana katika umwagiliaji. Na sisi kama wanaofahamu kilimo chetu cha Tanzania tunahitaji mvua. Kwa hiyo mvua wakati mwingine zinakuja zinapotea, ambapo sio kipindi tunapata ukame. Kwa kutumia teknolojia hizi za umwagiliaji ambazo wenzetu wa Misri wanazo, tunaweza kuhakikisha tunatumia katika irrigation schemes na kuhakikisha tunazalisha mazao makubwa ambayo tunaweza tukapata katika soko la ndani, lakini pia tunaweza tukauza katika soko la nje. Utakumbuka sasa hivi kuna hili soko huru la Africa Continental Free Trade Area, ambapo Misri ni moja ya nchi ya Afrika. Wametuambia kabisa iwapo sisi kama Watanzania tutachangamkia katika soko huru la Afrika, tutaweza kuuza bidhaa zetu ambao takriban watu bilioni 1 na milioni 400 wanapatikana katika soko hili. Na sisi kiukweli kama Watanzania wafanya biashara ambao tunatoka katika level mbalimbali za wajasiriamali wa chini, wale wa saizi ya kati na wafanya biashara wakubwa wenye viwanda, tuhakikishe kwamba tunazalisha bidhaa bora ambazo zinaweza zikashindana katika hili soko la Africa Continental Free Trade Area na kuwezesha kuhakikisha bidhaa zetu zinapata masoko. Hii tu si kwa wajasiriamali wadogo, lakini hii inaenda katika wale wa saizi ya kati, wale wenye viwanda vikubwa. Sasa hivi Tanzania tunazalisha nondo. Sasa hizi Tanzania tunazalisha mabati. Sasa hizi Tanzania tunazalisha zile nguzo za umeme zile za cement. Sote hizo kwa nini tuzipeleke tukaziuze katika masoko ya nje? Tunaweza kuuza Nigeria, tunaweza tukaweza Burkina Faso, Malawi, kokote. Kwa hiyo kimsingi forum hii ya leo ambayo ni ya Tanzania Egypt Business and Investment Forum ni jukwaa kubwa ambalo limewakutanisha wafanyabiashara mbalimbali kutoka Tanzania pamoja na wenzetu kutoka Egypt ili kuhakikisha tuna merge na kuwa na fursa na benchmarking kati ya Tanzania wafanyabiashara na wenzetu wa Misri. Lengo kubwa ni kuitikia wito ambao unapatikana siku zote na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kusisitiza kwamba hatuwezi kujitegemea wenyewe. Ni lazima nchi yetu ifunguke, ipate masoko ya nje, lakini tuwakaribishe wenzetu kuja kuwekeza, foreign direct investment, waje kuwekeza. Na mimi kama afisa mtendaji wa Tanzania National Chamber of Commerce tunaendelea kuitikia wito, na tunaona Mheshimiwa Rais anaendelea kuweka mazingira mazuri ya biashara, kuhakikisha kwamba sekta binafsi, wafanya biashara, wanachama wa TNCC nchi nzima wanakuja kuchangamkia fursa hizi. Kwa mfano mathalan kwenye hii Tanzania Egypt Business Investment Forum tumewaalika wafanyabiashara wetu sisi wanachama nchi nzima. Kila mkoa umeleta watu 10. Unavyoona kwenye ukumbi huu wafanyabiashara wanachama wa TNCC karibia 260 tumewaalika sisi ili kuweza kuja kushiriki katika hii forum ya kibiashara ambao inawafanya kupata networking, lakini inawafanya kuhakikisha wanapata masoko yao, lakini pia kuzungumza changamoto ambayo kati ya nchi na nchi. Kwa mfano kwenye issue za vibali, kwenye issue za kikodi, pia unaweza kupata experience kutoka kwa mwanachama mwenzako au mfanyabiashara wa Egypt pamoja na Tanzania. Na baada hapo naambia tunaelekea Ikulu pia kwenda
kukutana pia na Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenzake kutoka Egypt. Hiyo pia ni fursa kubwa wafanyabiashara kwenda kumuona rais wao akiwa anasaini mikataba mbalimbali ya mashirikiano. Katika pale tutashuhudia mikataba mbalimbali ikisainiwa. Maana yake nini? Wafanyabiashara ambao watakuwepo pale Ikulu watajua kuna mkataba fulani labda umesainiwa kwenye oil and gas, unajua na mimi nichangamkie. Labda kuna mkataba umesainiwa kwenye upande wa kilimo, horticulture, unajua mimi nimetoka katika eneo hilo na mimi nichangamkie. Na mikataba mbalimbali. Kwa hiyo fursa ya kukutanisha ni kuonyesha kabisa serikali iko dhahiri shahiri kushirikiana na private sector, na sisi tuko tayari kushirikiana kupeleka uchumi ambao tunaambiwa 70% itatoka kwa sekta binafsi iwapo tutatekeleza hii dira ya 2050.